Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Duniani Kwetu. Sasa kabla ya kuendelea kupa taarifa na habari mbalimbali kuhusiana na muafaka wa NATO na Trump kuhusiana na Greenland, na kuomba usahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa muhimu zote ambazo nitakuwa nazitoa kila siku. Tukirejea nyuma siku mbili zilizopita, kutokana na kauli ya Trump kwa kusema kwamba iwe isiwe lazima ataipata Greenland. Yaani Denmark watake wastake ni lazima watamwachia eneo la Greenland liwe chini ya umiliki wake. Sasa NATO waliona wasikae kimya kwa sababu kauli yake ngumu na ya ukashifu Denmark imesababisha kuanza kuzuka kwa mgogoro baina ya nchi hizo mbili ambazo zote ni wanachama wa NATO. Sasa baada ya kuona Trump yupo serious sana na hii issue na akitishia ana uwezo wa kufanya chochote ili aweze kuchukua eneo hilo la Greenland, NATO kwa ripoti za jana kutoka Sky News, NATO wameamua kulivalia njuga ili jambo na kuanza kupangilia majeshi kwenda kuwekeza kambi huko Greenland kwa ajili ya kumzuia Trump. Sky News wanaripoti na kusema siku ya jana nchini Greenland zimeingia meli, majeshi pamoja na ndege za kivita kutoka Uingereza kwa ajili ya kupambana na maandalizi ya uvamizi ambao Trump anahitaji kuufanya katika nchi hiyo. Sasa hapa si mbele itakuwaje, kwa sababu hawa wote tunaona ni wanachama wa muungano mmoja tangu 1949. Sasa watu wengi wanajiuliza kwa nini Trump amekuwa akibishana na washirika wake ambao ni NATO. Trump msimamo wake wa kuendelea kulihitaji hilo eneo na kubishana na NATO kuhusiana na hilo eneo ni kwamba Trump yeye anaamini Marekani siku zote, yani katika miaka yote hiyo ya umoja wao, Marekani imekuwa ikibeba mzigo mkubwa wa ulinzi Ulaya. Hivyo anastahili ushawishi mkubwa juu ya Greenland ili endapo akiipata Greenland iweze kumsaidia katika mambo muhimu anayohitaji kuyakamilisha, kutokana na kisiwa hicho cha barafu ni muhimu sana katika umiliki wake. Cha kwanza, Greenland kisiwa chake kina madini adimu ambayo ni muhimu sana hapa duniani, kwani yanatumika katika kutengenezea simu, magari ya umeme na silaha za kisasa. Hivyo Trump anaona kabisa akipata hili eneo na akianza kutumia madini hayo, anaenda kumpiku China ambaye anayapata kwa wingi sana, na ndio maana tunaona Mchina mpaka sasa anakuwa ni mtu anayeongoza kwa kuzalisha vitu vingi sana ambavyo vinahitaji madini hayo. Lakini kwa kitu kingine, Trump anang'ang'ania eneo hilo kwa sababu ni eneo zuri sana kwa usalama wa nchi ya Marekani. Endapo Trump akibahatika akapata hilo eneo na akalimiliki, akaweza kabisa kuingiza majeshi yake katika eneo hilo, basi atazuia makali yote ya Urusi, kwani Urusi amewekeza sana uwekezaji wa kijeshi katika huo mpaka wa Arctic, ambapo akiendelea na kuendelea kupamudu, basi itakuwa ni rahisi sana mbeleni kuja kumwataki Marekani. Hivyo Trump anaendelea kukazia na kulihitaji eneo hilo ili limfaidishe kiusalama na pia katika maendeleo ya nchi yake ambayo ataweza kupata madini mengi kutoka katika nchi hiyo. Sasa swala hili limekuwa ni gumu sana na linaenda kusababisha mvurugiko katika huo muungano wa NATO na sijui itakuwaje. Sasa nakukaribisha wewe mpenzi mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na mgogoro huu? Je, ni nani apate eneo na nani akose? Usisahau kusubscribe.